Dakika 5. Dakika 5 tunatosha. Mbagala oye! Asante. Mimi naitwa Levocatus Kamsini, ni afisa maendeleo ya jamii kata ya Uwanjani. Nina mambo matatu ya kuongelea. Jambo la kwanza ni kuhusu ushiriki kwenye shughuli za maendeleo. Tunahamasisha wananchi kushiriki kwenye shughuli za maendeleo. Nini faida ya mwananchi kushiriki kwenye shughuli za maendeleo? Moja, kama utakuwa unashiriki kwenye shughuli za maendeleo, kwanza utajua mipango ya maendeleo ya serikali yako. Nini serikali inapanga na nini mwelekeo wa nchi au na serikali yako, kuanzia serikali zetu za mitaa, serikali kuu mpaka taifa. Sasa kitendo cha wewe mwananchi kuto kushiriki kwenye shughuli za maendeleo, uwe na uhakika kwamba hautaelewa kinachoendelea katika taifa lako. Kwa hiyo hii ni elimu ya kawaida kabisa. Ndio maana tunahamasisha, jamani, shiriki kwenye mikutano, tushiriki kwenye shughuli ambazo serikali zetu kuanzia serikali za mitaa zinaibua, ili kwanza muwe na umiliki wa hiyo mipango ambayo mnaibua katika ngazi zetu hizi. Lakini la pili, ukishiriki kwenye shughuli za maendeleo utaweza kujua mikakati gani mnaweza mkaifanya kama jamii ili mwisho wa siku tuwe na maendeleo ya jamii. Zimeongelewa hapa changamoto za wizi, zimeongelea uhalifu katika maeneo yetu, zimeongelea changamoto za usafi. Sasa kama ushiriki, kwa wale ambao hawajafika, tuwe na uhakika kwamba bado changamoto itaendelea pale pale, kwa sababu atakuwa na uelewa wa kutosha. Kwa hiyo kwenye kaida letu ya maendeleo ya jamii tunahamasisha sana wananchi ili kuwa na jamii nzuri, washiriki kwenye shughuli za maendeleo, na mwisho wa siku tutakuwa na jamii ambayo imepangwa vizuri na ina uelewa mmoja na maendeleo ambayo yana lengo moja la kustawisha jamii yetu. Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili, tunaongelea swala la uwezeshaji wananchi kiuchumi. Uwezeshaji wananchi kiuchumi. Serikali imekuja na mpango wa kuwezesha wananchi wetu kiuchumi. Nini maana ya kuwezesha wananchi kiuchumi? Pamoja na mipango ya serikali ambayo imepangwa, ujenzi wa barabara, miundombinu ya shule, afya, maji na mambo mengine yote, miradi mbalimbali ya umeme. Lakini pamoja na hayo, serikali imebuni njia nzuri ya kuwezesha wananchi kiuchumi. Njia ya kwanza ni kuwezesha wananchi kiuchumi kwa kuwasaidia kuwapatia mitaji. Na mitaji katika mpango huo serikali imetoa maelekezo halmashauri zote nchi nzima, katika mapato yao ya ndani yanayokusanywa kupitia kwenye kodi zetu, ushuru wa maduka na mambo mbalimbali ambayo tunashiriki katika kuchangia, lazima halmashauri itenge 10% ili kuwezesha wanawake 4%, vijana 4% na watu wenye ulemavu 2% na kufanya 10% waweze kupata mitaji, kwa maana ya kwamba kuchochea shughuli zao katika jamii zetu, ili mwisho wa siku kila mtu awe na uchumi mzuri. Sasa utaratibu gani umewekwa ili kuhakikisha kwamba kila mtu anaweza kupata hiyo mikopo? Moja, tunahamasisha watu kuwa kwenye vikundi. Serikali inahamasisha watu kuunda vikundi kuanzia watu 5 na kuendelea. Kishaunda vikundi kwa maana ya watu 5, basi mnakubaliana nani atakuwa mwenyekiti, nani atakuwa katibu, nani atakuwa mweka hazina, na waliobaki watakuwa wajumbe. Lakini mnatengeneza katiba. Kisha kuwa na katiba inapita katika ngazi zote, kwa maana serikali ya mtaa, serikali ya kata, lakini pia inaenda kutambuliwa katika mahakama ya mwanzo. Kisha tambuliwa, basi katiba ile inaenda halmashauri kwa ajili ya kupatiwa cheti cha kikundi, na tayari kikundi kinakuwa tayari kwa ajili ya kuomba mikopo. Sasa ukishaomba mkopo, itakuja hatua kwa ajili ya kukaguliwa miradi yenu. Ukishakaguliwa miradi, kwa wale ambao watakuwa wamekidhi na vigezo ambavyo vimewekwa, basi wataweza kupata hiyo mikopo. Lakini fursa nyingine ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, nasikii wote utakuwa mnajua kwamba baada ya serikali iliyoundwa juzi
Tayari serikali imeunda wizara maalum, wizara ya maendeleo ya vijana, na wameanzisha mfuko wa uwezeshaji wa vijana kwa maana ya mkopo wa maendeleo ya vijana ambao serikali ilikuwa imetenga bilioni 200 na tayari hizi fedha zimeshatolewa na umetolewa utaratibu kwa ajili ya kupata hizi fedha. Utaratibu uliowekwa kwa ajili ya kupata hizi fedha kwa vijana ni kama ifuatavyo. Bado wasomee.